utaangamia ikiwa wewe uko na kibr, unadharau wenzako. Hiyo dhambi tosha. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia Waislamu, kuna vitu vitatu lazima ujichunge, ukae mbali nao. Akasema sallallahu alayhi wasallam, kullu muslimin ala almuslimi haram, Mslamu juu ya Mslamu mwenzake ni haramu, damuhu wa maluhu wa irdhu. Vitu vitatu jichunge nayo, usikaribie mali ya Mslamu, usikaribie damu ya Mslamu, usikaribie kadhalika heshima ya Mslamu, usikaribie. Lakini ikiwa hautakuwa ni mwenye kuchunga damu, unakaribia damu na mali yake pia unachukua na heshima yake, unakuwa ni mwenye kumkosea, undugu unakosekana, la ilaha illa Allah inakuwa haina maana kwa watu. Maashara almuslimin, hadithi hii ulama wamesema ni hadithi ambayo ni adhim, hadithi ambayo ni tukufu, bali al-Imam Ibn Hajar al-Haythami asema huwa rahimahullah huwa hadithun kathiru al-fawaid. Kisha asema al-Imam an-Nawawi ma a'zama naf'a hadha al-hadith wa akthara fawaidah, iliyoje nyingi hadithi hii, uzito uliobeba na faida iliyoleta. Wataka kuwa Mslamu, wataka kuwa Mslamu wa kisawasawa, wataka kuwa Mslamu ambaye anajua undugu wa Kiislamu, epukana na sababu ya undugu wa Kiislamu kuvunjika. Kaa mbali na mali ya mtu, kaa mbali na damu ya mtu, kaa mbali na heshima ya mtu, usimsingizie mtu wala usimkosee heshima. Tuje katika fungu la kwanza. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, la tahasadu, musifanyani uhasidi. Ma maana alhasad? Asl alkalima la tatahasadu wa khuffifa ta'un litakhfif. Asli ya neno hili ni musihusudiane nyinyi. Kuhusudiana na kufanyana hasad ni nini? Ulama wameeleza, tamanni ba'dukum zawali ni'mata ba'd, baadhi yenu kutamani